hizi na kukaribisha Duty Media kwenye engo za sport. Leo tena tuko na mzee wa Kilinge. Lengo tu ni kuzungumza naye hasa yanayoendelea katika engo za kimichezo hapa nchini Tanzania. Hasa ni ambayo ameibuka zaidi baada ya mchezaji huyu wa TRA ambaye Chobwedo bwana ametrend mitandaoni hasa, na yamekuja mengi zaidi baada ya inasemekana kwamba Young Africans wanamhitaji pia na Singida Black Stars wanamhitaji. Sasa niko na mzee wa Kilinge. Je, haya ni ya kweli au ni maneno tu ya watu? Mzee wa Kilinge, habari yako? Bwana, mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, alhamdulillah. Salama lakini. Salama upo. Tumerudi kwenye mihangaiko shehe. Lazima tufike katika ofisi yetu. Na sisi ukiangalia ni watu wa hamasishaji, ni viongozi, na afu ni wanachama. Lazima tuzulie katika ofisi yetu tujue wanachama wetu wanasemaje hapa. Tunawapokea wanachama, tunaandikisha wanachama. Kilinge bwana Chobwedo Young Africans msimu ujao. Chobwedo. Upala ukiuona ule ukitoka maji ule upala unaweza kusema huu umeme wa sayari ya ngapi? Chobwedo huyo kaleta gunzo mjini. Chobwedo kazungule. Chobwedo kaleta gunzo ya kujitutumua. Kuna watu wanajitutumua. Mtoto yule anajitutumua. Unajua anajitutumua nani? Kibabage. Anajitutumua. Sasa kakutana Chobwedo. Chobwedo kuna dadeki. Kibabage masiala. Chobwedo huyo Chobwedo baba. Chobwedo upala ukiuona upala ule na ndevu kama inaeleka zinatoka maji. Anajiita Nelka wa Tanzania. Yule Nelka wa Tanzania baba, Nelka mtupu yule. Lete habari. Sasa hivi juzi mechi ya Young Africans na TMA walikuwa wanaita kama Chobwedo. Yaani sasa hivi ni nyimbo za kama Chobwedo. Yaani sasa hivi Max awe kama Chobwedo sasa hivi. Awe kama Chobwedo. Sasa bwana, tulizonazo mezani na kwenye engo zetu ambapo tumepita tunafununu kwamba Chobwedo bwana Young Africans mnamhitaji. Hii kuna ukweli gani mzee wa Kilinge? Shehe, mimi sio nafiki ujue. Mimi ni mtu wa football. Alafu mimi nyeupe, nyeusi, nyekundu. Kwa sababu Yanga hajanituma mtu kuja Yanga. Nimekuja mimi mwenyewe. Chobwedo Yanga afika kwa winga ile anapata namba pale. Sasa utaki? Nipe sababu zako za msingi. Na mbona unaona kama hawezi kupata namba? Inasemekana umri mzee wa Kilinge. Umri unamtupa Chobwedo. Sasa alikuwa na umri mdogo, mbona akimbii? Mbona achezi vile? Wewe nakuuliza, umri unamtupa. Sehe, yule mchezaji wa ndani sio mzao na sio mgeni. Yule mchezaji wa ndani. Si ndio? Simba kule mbona anaona Kapombe ana miaka mingapi? 40 nzima ana. Umeelewa vizuri? Anacheza tu. Tusio wanafiki, umri unamtupa vipi? Yaani yule kwa mchezaji wa ndani anafaa kwa sababu atatumika kwa muda mrefu, sio wa kigeni kusema anakulisha hasara zaidi. Kwa winga tulizokuwepo nazo, tusio wanafiki. Chobwedo winga moja anaweza kaianza. Sasa kama anaanza Buba, alafu ashindwe Chobwedo kuanza. Nakuuliza wewe, tusio wanafiki. So kodi hatari. Kwa nini sinasema ukweli bwana? Ananichukia tu. Kwa nini mtu ananilisha mimi, ananipa hela mchango? Ananilipia mtu kadi mimi? Ananilipia mtu kadi? Mimi sio kusema kwamba nisifie Mavi afu anaonekana kwa Mavi. Niseme hizo dhahabu, haiwezekani. Umeelewa vizuri? Chobwedo ni mchezaji mzuri. Chobwedo ni mchezaji ambao ana talent. Chobwedo ni mchezaji ambao ana discipline fulani ya mpira anayo. Chobwedo sio winga kufika nipige, hapana. Chobwedo ni winga ambao za kisasa. Chobwedo anatoka, anakimbilia zoni ya pembeni, anaingia ndani, anakata cutting. Chobwedo ana uwezo kuchukua wachezaji watatu wawili, alafu na mpira na nguni na akatoa pasi sahihi kwa wakati sahihi. Chobwedo ana speed. Chobwedo ana spirit ya mpira. Chobwedo ana talent ya mpira. Chobwedo si ndo alipitia timu ile, timu A. Si ndio? Sasa ina maana na makuzi mazuri tu ya mpira nayo. Sisi tumekuja kumstukia sasa hivi. Kwani wachezaji Tanzania hapa wapo, ila tutafuti wavivu. Siku naelewa vizuri. Yaani sisi Simba na Yanga kitu kimoja tu ambacho tulichokuepo nacho. Wanachokifanya
wanachokifanya ni kuangalia, kakutana na Mtibwa, basi anaangalia wachezaji pale. Umeelewa? Lakini hizi timu daraja la kati zina wachezaji kuliko hao Mtibwa, kuliko hao Wandanda, kuliko hao sijui wa Kagera, kuliko hao nani. Sijui naeleweka vizuri. Sasa huyu inawezekana kiwango chake kile, muda mrefu inawezekana kiwango chake ni kile kile kizuri. Lakini kwa ajili timu aliyokuja ndo inacheza kwenye ligi kuu, na watu anacheza na Simba, anacheza na timu nyingine, wanamfuatilia ndo wanamuona. Lakini ni wavivu kuangalia daraja za chini kwa wachezaji. Wapo wachezaji ambao unaweza kuwapata shehe, ambao tukapunguziwa gepu kwenda kwa wachezaji wa kigeni wengine kuja hapa, hata faida ambao ya maalumu hakuna. Wanachokifanya yule Chabwedo, kama Yanga Afrika wamejiona wamejizidisha fulani, wamefanya tathmini yao, wakalizika uongozi, benchi la ufundi ikafanya tathmini, wamlete mchezaji mzuri. Kwetu sisi ni mchezaji mzuri Chabwedo, na mchezaji mzuri anatakiwa aje Yanga. Sijui naeleweka vizuri. Chabwedo baba, ukiwa naye baba, yule ndio kujitutumua kibabage, wa kujitutumua tutumu anakutana Chobwedo. Mimi nakwambia. Lakini inasemekana kwamba kuna bato ambao Singida Black Stars pia wameingia kati hapo, wanalitaka dili, wanataka saini ya Chobwedo. Hawezi kwenda. Hawezi kwenda kama Yanga wanamtaka, hawezi kwenda Singida. Chukua maneno yangu, nitakoga ndoo ya mavi pale. Kama Yanga wanamtaka Chobwedo, kama Yanga wanamtaka Chobwedo, unisikilize vizuri. Yanga kweli injinia anamtaka Chobwedo, hawezi kwenda Big Star hata siku moja. Atakuja Yanga Afrika. Na ukimwona Chobwedo anaenda timu nyingine, Yanga hawajamhitaji. Basi naomba utudhihirishie kweli Yanga Afrika zimemhitaji tabu Chabwedo. Mnahitaji saini ya Chabwedo. Mimi namhitaji. Mimi namhitaji. Na mimi namhitaji Chobwedo. Chobwedo aje ankukuruse ile kibabage na Kapombe. Huyu Chobwedo aje. Mimi namhitaji. Mimi namhitaji shehe. Unadhani kwamba anaweza kumtia nani nje pale Chobwedo akachukua namba? Unajua iko hivi. Kwenye namba moja mnaweza mkawa wachezaji hata 3 4. Umeelewa? Lakini akapata namba. Yaani swamba kwamba anakuja kunitoa nani, hilo jambo lingine, na swala Tanzania hilo jambo lingine, lakini namba atapata ya kucheza. Hata asipoanza kipindi cha kwanza, kipindi cha pili anaweza akacheza dakika 45. Ikangoma do na wewe ulioanza kipindi cha kwanza. Sawa? Kwa maana hiyo mjomba Chobwe tunamhitaji. Mjomba Kipala na Kiwaraza kile kina akili, kiko timamu, tunamhitaji aje aungurumishe pale shehe. Msimu ujao haja kipige pale shehe. Sisi msimu ujao tunataka tufike finali au nusu finali. Champions League mwaka huu tumetukanika. Mimi kwa mimi binafsi, Rais kasema malengo ya klabu ni yale, lakini mimi kwa mimi binafsi nihitaji klabu yangu izidi kuendelea. Sawa? Kwa maana hiyo sasa, na mzao ukimweka mjomba Chobwe, anakupa kitu, ana speed, ana nguvu, ana spirit, ana control, ball control anayo. Umeelewa vizuri? Kwa maana ana vitu vyote Chabwedo anavyo. Ukisema tukimbie twende, ukisema hatukimbii tunacheza mechi, tunacheza kweli mechi. Sio kwamba anajitutumua vile ndio uchezaji wake toka kule. Watu wanashangaa, wanafikiria kwamba yule tena hapo kwa timu kubwa ndio kajitutumua. Yule ajitutumua ndio uchezaji wake toka kule, ila kwa ajili hatujamfuatilia Jomba Chobwe. Ndio maana kwamba Tanzania wengi wapo wachezaji wazuri, ila sisi tuwatafuti wachezaji. Tunataka mchezaji apande ndege arudi hadi hapa. Lakini za ndani kabisa inasemekana kwamba Pacome anaiwania upande wenu wa pili ambao ni Simba Sport Club. Kuna kweli gani katika elimu za Kilinge? Mimi hiyo sishangai shehe. Sishangai. Kwa hakika sishangai. Wana Yanga wengi ndo hawajui tu. Hilo mimi sishangai. Shehe, nisikilize vizuri. Mimi sio nafiki. Wana Yanga wengi ndo hawajui. Wana Yanga wengi ndo hawajui. Ila mimi sishangai na sigombanishi.
mpaka tunamsainisha sisi yule. Unajua sisi tunamsainisha mkataba ulisha yule. Yeah. Unakumbuka? Unakumbuka? Kumbuka ndio. Kwa babaifu tu wa Simba ndo walinkosa. Ubabaifu wao ndo walinkosa, hela hawakuwa nazo. Mimi sishangai vile anavyocheza sasa hivi shehe. Sishangai. Uridhiki na performance. Siriziki kiwango cha Pacome yule aliocheza na Al ndo yule. Yule Pacome yule aliocheza na National Al, nakuuliza wewe ndo yule. Nakuuliza wewe, Pacome aliocheza na National Al msimu ulioisha ndo yule? Misimu ile kabla hajapewa mkataba Pacome ulimuonaje? Anaenda kumalizia mkataba. Wewe Pacome ulimuonaje? Kwa moto. Unajua wachezaji wa kigeni hawa wanawasha moto mkataba ukiwa mwishoni, ukiwa karibu na wakishope mkataba baba wana relax. Mimi nakwambia hivyo shehe. Wanawasha moto kiwango kikubwa cha mwisho mkataba ukiwa kingoni, lakini mkataba ukifikia yani umeshosainisha, umeshokuwa tayari miaka miwili, umeshokula miaka mitatu, basi anacheza kawaida tu shehe. Lakini kwenda kutafuta mkataba mpya, wachezaji wa kigeni hawa ndio wanapo tuchokonoa azizi hapo, wanatuanisi kweli kweli, wanawasha moto kweli kweli, wanatusaulisha yale yote ambayo yalotokea. Wewe nakuuliza wewe, kwenda kumaliza msimu uliopita Pacome alikuwaje? Si wa moto? Alikuwa anashikika. Bala yake zilikuwa kubwa. Sasa hivi toka mkataba mpya, ule mpira unauona. Sasa subiri mkataba unapotaka kwenda kuisha. Chukua maneno yangu. Afya yangu moyo mnamtaka bado yupo, alafu utaona. Mimi chukua maneno yangu, nitakuja kukuambia tu. Wachezaji wa kigeni tunawapenda ndio. Ndio maana siandiki jina la mchezaji mimi mgongoni. Kumbe ndio siri. Mimi siandiki shehe. Kuandika jina la mchezaji? Haya, walioandika jina la Faisal Salum Toto wako wapi leo? Yuko wapi? Alivyotuvua nguo pa yuko wapi? Yuko wapi? Ndio sasa wale mwanamke mke wako wewe unasema eti naenda kuchora tattoo eti kwenye mgongo, kwenye paja, kwenye nini? Unaona bana. Mwisho wa siku shehe huyo sio mama yako. Mkeo tu anakubwaga. Anaondoka anaenda kuchukua maokoto kwingine, wewe baki na tattoo yake tunalia nayo. Ndio sasa na mchezaji shehe. Kuandika jina la mchezaji mimi mgongoni. Mimi maisha yangu unikuti. Na ndio maana naandika mimi. Zoa Kilinge 1, Kachala naandika. Roja Mo, umeelewa vizuri? Mtabiri naandika aka ninazojua mimi mwenyewe. Sawa? Lakini kuandika jina la mchezaji mimi ngongoni siandiki shehe. Sababu unajua. Shehe, nakuuliza wewe alivyoondoka Fei kwa matusi na masemango na kuikashifu Yanga. Haya jezi ndo zake zote, jezi zako zote 10 umeprint jina la Fei Toto Salmu. Faisal Salmu Toto. Yanga Afrika. Haya, leo kaenda Azam mpaka akakutukana akamwambia walikuwa anakula ugali na sukari. Shehe hilo jezi inakuaje? Kwa Zito. Zito. Ndo fundisho leo pata mimi, siwezi kuandika jina la mchezaji wote pale mimi, hata afanye makubwa. Sasa mzee wa Kilinge, unaelezeaje mashabiki wa Young Africans kuelekea mechi ya tarehe 16 ambapo Young Africans anacheza na Mbeya City? Nini neno lako kwa mashabiki kwa kumalizia? Mimi naambia mashabiki kitu kimoja ujue. Watu wa Yanga nani tupambane. Tupambane kuhusu hizi mechi. Tuzipambanie alama 3, wali na mali kwenye matawi, kwenye makamati mbalimbali, kwenye magrupu ambayo mnayojiunga, mambo mbalimbali. Sisi wanachama tunajua, tukiongea kwa kodi tunadhani tunajua, sio mpaka tuwekekea kitu hadharani. Wana Yanga tuamke, tunaenda kukaribia ubingwa. Na unapokaribia ubingwa hali inazidi kuwa ngumu, inakuwa wapinzani tuna wengi. Jamani, tunaenda kwenye uchaguzi. Tunahitaji pale kikombe hivi vyote vya CRDB na kombe NBC viwepo pale. Sasa ikiwa tunacheka tunagena kwenu ndomo hii, umeelewa vizuri? Tutakosa hapa. Mapambano hayazungumzi mdomoni tu, yako moyoni. Mimi nawaambia wana Yanga wote, tupambane kuipambania Yanga Afrika. Kila mechi ni kwetu ni finali. Tusiende kwa kucheka. Matawi mmelala. Matawi ya Yanga Afrika mmelala. Matawi ya Yanga Afrika mmelala. Wanachama wa Yanga Afrika mmelala. Nikiongea hivyo nadhani tunajuana. Hebu amkeni. Matawi yote ya Temeke, Ilala, Kinondoni. Umeelewa? Hebu amkeni, simameni imara. Simameni imara matawi yote ya Yanga.
Mmelala sana. Tunavyokaribia ubingwa ndo ubingwa unazidi kuwa mgumu. Tunavyozidi kucheza mechi ndo zinazidi kuwa ngumu. Matawi yote mengi sana, matawi ya Ilala mmelala, matawi ya Temeke mmelala, matawi ya Kinondoni mmelala. Hebu amkeni kwanza. Ninapoongea hivyo nadhani mnafahamu. Mimi ni mwana Yanga mwenzenu, ndio kuambia, tunaambiana kwa kikubwa. Tuambiane kwa hadharani. Tunajua tunavyoambiana hivyo. Hebu simameni kidete, tusimame kidete. Sio kwamba tusimame kidete, lakini tuongeze speed, matawi yote yaamke. Tunaukaribia ubingwa. Na ubingwa mgumu. Tunataka tukaenda kwenye uchaguzi mambo yawe mwelele. Sawa? Na vikombe vyetu viko pale. Hiyo ndio salamu ninayopana Yanga.